na kupalilia talanta na studioni na wageni ambao nilikuwa nimekudokezea hapo awali katika utangulizi wangu ni kwamba na timu ya taifa ya mchezo wa lacrosse nchini. Hivi majuzi walishiriki katika mashindano ya hadhi kule Korea, walifanya vizuri manake walienda, kuna baadhi ya michuano walifanya vizuri, kuna mahali walijikwaa kidogo, lakini wanasema ndio njia ya kila mchezaji, manake lazima tujifunze mawili matatu. Karibuni studioni. Kwanza tuanze pengine introduction kwa haraka kutoka hapa, tuende hivi tujue nani na nazungumza na nani, alafu tufanye demonstration kidogo mchezo unachezwaje bana. Unaona kuna baadhi ya watu ambao hawajui lacrosse mchezo unachezwaje, na nimeona mmekuja na magwanda hapa. Magwanda haya ni nini? Glavu, kofia hizi nzito ni za nini au sio? Kwa hivyo tufanye introduction kutoka hapa. Okay, kwa majina naitwa Remy Joshua, assistant coach, na work na defender. Kwa majina timu ya taifa hii mbona mnaongea ni kama hamjapiga stafta, yani breakfast. Ongeeni na nguvu bwana, yani unajua tena ni kimichezo au sio? Naongea bwana coach bwana, assistant coach bwana, kwa majina bwana, unajua tena ndio mambo yetu haya bro. Kwa majina anaitwa Boniface Agoi, assistant coach, nasimamia goalkeeper wa Linda Lango. Kwa hivyo coach, assistant coach, defenders, huyu ni goalkeeper. Yes, kwa majina anaitwa Vincent Onyangi, assistant coach, nasimamia washambulizi, offensive players. Yes. Sasa kwa hivyo ni assistant ndio. Kwa hivyo huyu ni strikers, huyu ni defender. Alafu goalkeeper. Mimi naweza kuwa assistant coach, nasimamia huko nje, niko naleta maji wachezaji. Kwa majina ni Reni Gabriel, nacheza attack. Kwa majina ni Benjamin Mulesi, nacheza attack. Majina ni Gideon Maranga, nacheza attack. Ya mimi naitwa Raymond, mimi ni mwanafunzi na pia nacheza kwa lacrosse, nacheza attack. Kwa majina ni Brian Ramis, defender. Majina ni Christian Lamu, nacheza attack. Jina ni Alexander, mimi nacheza midfielder. Haya, sasa hebu nisaidie hizi mics kidogo. Coach, assistant coach shika wewe, kaa na hiyo. Nataka tu demonstrate game nachezwaje bana. Hivi mchezo unachezwaje hivi? Wacha nitapatia Masi mpiga picha wangu mic hapa ndio tufanye demonstrations kidogo. Ngoja. Sasa unajua ukiongea lazima tukushikie mic Asante sana. Nitakushikia ama utamshikia. Sasa kwa hii sport ni lazima ujichunge. Kuna ukingo wa kiwiko, kuna kifua hapa, kuna kichwa, glavu, kila kitu ni lazima protection kwanza. So kwanza nitavalia hii kabla nikuonyeshe demonstration. Sawa, utavalia. Sawa. Wacha malize kuvaa. Coach, mchezo ukoje nchini, mchezo huu huku tukisubiri jamaa kivaa magwanda, mchezo ukoje nchini? Bado mchezo mbichi, lakini kwa sasa hivi tumegrow kiasi, tunaendelea kuexplore. Tumecheza World Championship kwa wanaume, hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza ilikuwa Ireland, mara ya pili sasa hii imekuwa Jeju. Jiji la Jeju Korea Kusini ni nzuri, maana nilikuwa hapo kama miaka 2-3 iliyopita. Limeendelea sana bana. Upinzani ulikuwaje? Ulikuwa mkali mno, lakini kulingana na hiki kikosi na kikosi cha mwaka 2022, hiki kikosi kilikuwa kizuri zaidi ya hicho. Hivi wasemaje, timu iliperform vipi kule? Wajua wengi wanataka kusema bana mambo yalikuwaje, matokeo yalikuwaje? Pale ni international field, unapata timu kama USA. Wale walianza wakiwa wadogo, hawa wamekuwa introduced to the sport wakiwa a bit older. So ilikuwa sema kweli competition ilikuwa juu sana, but vijana walifanya bila wangeweza. Hawa wawili kwanza hawa ataka zao. Ndio naona nyele kazi kama huyu alipata views milioni 1 katika mtandao wa Instagram. Na huyo alikuwa top 6 top scorers in the world. Alifunga magoli 15. Haya.
Uko tayari? Sasa lakini msinivunjie screen yangu bwana. Uone msifanye mambo kwe. Sasa hivi unafanya tu hivyo. Shika hivi. Kana kikapu unishika na unacheka hivi. Kwa hivyo haya, hebu njoo hapa. Alafu ule mwenzangu hapa. Manaki mimi nahofia tu nini yangu hapa. Sasa ni bang hivyo tu. Kuja. Kufunga, kuna kaneti ya football, na una shoot kwa neti, na nikiingia ni bao moja na kama point moja. Niliona kuna kanda niliona awali kwamba kuna neti hapa, si ndio? Kuna goal pale, si ndio? Au sio? Mchezo unachezwa huku, si ndio? Alafu unaona mpaka mnaweza mkacheza mpaka huku mpaka nyuma ya nini? Nyuma ya post. Ngure, kuna goal post mahali hapa. Hebu niangalie kama kuna goal post. Nilete kiji goal post kidogo changu hapa hivi tuangalie. Haya mambo lazima tuifanye mbashara live au sio? Kwa hivyo kwa hivyo na nini hivi una na wachezaji wangapi? Ni 10 kila team. Na time ni offense, ni 6 offense na 6 defense. Sita at all times. Haya. Songa hivi. Nasikia naambia unapotea. Kuja na lete usiogope. Zilizala sisi tunafanya mambo. Haya. Ni hapo, si ndio? Tuseme hili ni na hili ni goli lingine tuseme liko hapa, si ndio? Haya. Mimi ni goalkeeper hapa, si ama kuna goalkeeper? Iko. Kuna goalkeeper. Sasa tuko hapa, si ndio? Nyinyi mwacheza. Alafu ball nafungwaje? Una shoot tu ndani ya neti. Sasa mimi nitaact kama defender, yani attack. So nitaka hapa ukinge post. Unaweza sukuma mtu, unamsukuma hivyo, bro, sasa ukisema msukuma si na nikifanya hivi itakuwaje? Unamsukuma na stick. Na stick. Alafu goalkeeper hapa kukinga na kinga vipi? Ako na stick yake, iko na kikapu kubwa. Na naruhusiwa nini? Anaweza piga teke. Kichwa, mkono, bora isigie tu. Lakini wewe sasa na nini yako unaweza kuja mpaka huku. Huku sio nje huku. Nje ni pale huku mbele kidogo. Hapa ngoja, hapa ni nje. Hapa sio nje. Penzi mtazamaji, ni makala haya ya Zilizala Viwanjani. Hii leo tunaangazia mchezo huu wa lacrosse, mchezo ambao unazidi kushika kasi sana nchini. Vijana wanaupenda sana na uenzi. Hivi majuzi walishiriki katika mashindano ya dunia ya hadhi kubwa sana, mashindano kule nchini Korea Kusini. Kwa hivyo tutazungumza mengi sana baada ya muda usiokuwa mrefu. Tuzungumze kuhusiana na mchezo huu nchini ukoje, na pia siku za usoni. Maana hakuna zuri ambalo linakosa dosari, au sio? Hizi dosari wanazidhibiti vipi kuhakikisha kwamba angalau mchezo huu unashika kasi, si nchini tu bali nchi ya Kenya ikiwe mojawapo ya nchi ambazo zinashamiri hadhi za kimataifa. Kwa hivyo wanapumua kidogo, napiga tama la maji, lakini tukirejea ni lacrosse. Usicheze mbali. Ndio mchezo huo kidushu tu, mchezo wa lacrosse, mchezo ambao unazidi kushika kasi sana hapa nchini, na ni mchezo ambao naangalia ni vijana wadogo sana ambao wana uenzi mchezo huu. Kuna kipusa ambaye amejiunga nasi, Linda, pengine tueleze Linda nani, yafanya nini katika shirikisho la mchezo huu wa lacrosse nchini, manake ndio timu yako au sio? Naam. Ujitambulishe pengine majina. Naweza kwa nimekuita Linda, pengine na wewe ni Maria, sasa nimeshakosea tayari. Naam. Mwanzo kabisa nashukuru sana kwa nafasi hii na kwa mwaliko wako. Karibu sana. KTN imetushikilia kutoka mwanzo hadi tamati wa hili zoezi la kujitayarisha kwenda kwa mashindano ya lacrosse kwa Jeju. Naam. Mimi najulikana kama Linda Mwende, ndio nasema kinara patron ya hawa wachezaji. Naam. Sana wananiita Madam Linda, ni watoto wangu. Na kijana yangu pia vile vile anacheza huu mchezo, lakini hakuweza kushiriki katika mashindano manake alikuwa chini ya miaka 16. Tasemaje kwamba walioenda Jeju walikuwa miaka mingapi?
Ilikuwa ni mashindano ya miaka mingapi? Asante. Ilikuwa miaka ilikuwa walikuwa wachezaji kwa miaka between 16 hadi 20. 16 hadi 20. Lakini hawa wetu walikuwa nakaa kidogo ni wadogo sana kimwili. Lakini ukiangalia wale wengine ambao walikuwa wanapigana nao walikuwa vibonge kweli. Walikuwa nakula jamaa walikuwa nakula mayai 6 asubuhi. Mbona kuna hizo tofauti manake ama ni jinsi mazingira yetu, jinsi vyakula tunavyokula ama vipi? Kidogo unaona kuna wale wanatoka katika mazingira ambayo ni kidogo ni wachochole. So unapata kwamba hawana hiyo uwezo, hawana huo uwezo wa kupata ile chakula ambayo inatakikana because of their background na mahali wanatoka. Lakini ukiangalia wale wengine wanachungwa kweli kweli na serikali yao au kuna wafadhili ambao wanawashughulikia vizuri. Na ndio maana tuko hapa tukiomba pia kama tunaweza pata wafadhili kama hawa wanaweza shughulikia wachezaji ndio waweze pia kupika kwa kile kiwango kama wachezaji wengine ambao wana compete nao huko ng'ambo. Linda, tarudi kwako niongee na coach coach. Manake ni mmoja wa coaches, si ndio? Technical bench ile ya timu hii ya La Crosse. Mlijifunza nini kule Jeju? Manake sidhani kama mliabiri ndege tu mkaenda, haya tumekuja na mkarudi. Lazima mlijifunza au sio mawili matatu kutoka kwa wapinzani wenu, au sio? Mlijifunza lini? Kitu ya kwanza tulijifunza kwamba serikali yetu ikiamua kuinvest kwa wachezaji kama vile tuliona timu zingine huko hivyo wako well capable. Nafikiri kuna mushkili kidogo. Naendelea. Hiyo italeta matumaini. Ukiangalia gameplay yetu ilikuwa sawa, lakini tulilack tu ile body physicality. Ni ile walikuwa wakubwa. So hiyo ndio ilituweka chini. Sasa unajua hatukuwa na skill kudefeat mtu wako na mwili na kuwa ngumu. So hiyo ndio tulijifunza. Tukajifunza pia off field, tulijifunza vitu mingi. It was our first time kuchezea kwa turf. Tulihangaika. Ukiangalia wachezaji wetu walikuwa wamezoea kuchezea huko hivyo kwa mara training. Maana niliangalia katika maandalizi kuna wakati fulani mpaka mnacheza kwa nyasi, wengine kwa mchanga. Kule bwana mambo ni tofauti. Ground kule ni different So hiyo ndio tulijifunza. So tulikuwa tunaomba pia kama serikali yetu inaweza tusaidia at least tukue used kwa hizi viwanja. Juu players walikuwa na complain, coach tunachomeka hawajazoea. Wanasema wewe ndio ulikuwa mmoja wapo ya moto kote ambao alimpatia kineza sauti. Nafikiri kiko sawa hicho kineza sauti. Wewe ni mwanafunzi, si ndio? Yeah, mimi mwanafunzi. Lugha ya King'enge anasema how do you juggle education na sports? Yaani wewe unatenga muda wako vipi michezo na pia masomo? Ama masomo maana unasema mshika mawili moja umponyoka. Ama wewe mchezo uko hapa, masomo ni bungulu. Hapana. So like mchezo imenipeleka shule. Hii imenipeleka shule. So imenifunza vitu mingi kwa hii maisha. Imekupeleka shule vipi? So jamaa wako nyumbani haelewi. According to ndio umvutia rudi ajiunge na La Crosse bwana According to since nianza kucheza. So just I think nilikuwa tu bahati ya Mwenyezi Mungu. Someone akatokea from nowhere and he was like nataka kusaidia kijana aende shule cause vile Madam Linda amesema most of us tunatoka from humble backgrounds and unapata after form 4 mzazi anasema sawa umemaliza kusoma endelea mahali fulani. So nilikuwa tu nyumbani then aka offer kunipeleka shule niendeleshe masomo and hopefully like nikashukuru Mungu zaidi shule nilienda bado ilikuwa na mchezo and nilikuwa huko na ndugu yangu. So ikanipea moral zaidi ya kuendelea kucheza. So ikanipea moral. So unapata masaa ya shule niko shule and nachukua kama 2 hours from 4 to 6 ama 4 to 5 then niende training na yeye tumalize shughuli then we call it a day. Nikumbushe jina? Benjamin Mulesi. Mulesi. Patron leader, ukisikia kauli ya Benjamin hapa anasemaje kwamba wakati fulani wazazi hawachukuli uzito michezo. Wanahisi kwamba wewe concentrate tilia manani masomo bwana. Masomo ndio sijui masomo. Lakini mambo mabadilika. Angalia kina Victor Wanyama. Kweli. Wachezaji wengi yani siku hizi
michezo inalipa kuliko hata masomo. Sijui kauli hiyo unaichukuliaje, uzito gani wewe Lydia? Haswa kwa wazazi ambao hawataki watoto wao waangazie sana michezo. Wanataka tu kitabu. Good. Asante sana. Hiyo ni kweli, na mimi kama pia mzazi ningependa kuhamasisha wazazi wenzangu wachukulie pia mchezo huu ama mchezo wote kama like something also very serious yenye inaweza pia wasaidia watoto. Manake kila mtu ako gifted differently. Kuna yule mwenye kwa masomo ako juu. Kuna mwingine ambaye kwa mchezo ama hizi extracurricular activities pia ako juu. So ningeomba wazazi kwamba waweze kuwasupport, wapatie support ile yenye wanataka, alafu ndio wanaweza kuendelea pia. Manake kama sasa huyu Benjamin Mulesi, sijui kama mlisikia wakati walikuwa wanacheza, ulisikia jina yake ikitajwa na Tony Watts ambaye ni international commentator. Unaona? Na vile kama vile wenzangu wamesema hapo awali ya kwamba hiyo shot yake moja ya mkono moja ilipata likes kama 1,000,000 within 3 days. Hiyo ni kitu ya maana sana ambayo pia inaweza mwinua kimaisha. Kuna watu wanamtafuta sana wakitaka kumpatia scholarships hata za college huko ngambo. Na vile vile hata Remy, he's now kama ako namba ni 15 within around the world. Na hizo goals zenye aliweza kufunga 15 of them. Alishinda nchi kama Netherlands, nchi kama kina China Taipei. Kwa hivyo kuna talanta hapa. Talanta zipo, lakini nikana kwamba hazijatiliwa manani sana na wadau na serikali. Unazungumziaje? Unataka nini ungependa pengine kifanywe na wadau, serikali kwa shikilia mkono nyinyi wana lacrosse nchini? Vizuri sana. Tungeomba na tunaendelea kuomba, na tuliomba kabla tuende kwa hii safari ya kwamba tunaomba kabisa kama tunaweza pata wafadhili. Kama sasa huyu kijana Mulesi na hizo like zake 1,000,000 anaweza kuwa brand ambassador wa. Zisipotee tu. Zisipotee tu jamii. Alafu baadaye sasa anaweza kuwa brand ambassador wa kampuni fulani. Tunaweza pata pia serikali kama vile wamesema hatuna viwanja vya kuchezea huu mchezo. Na sijui ni kwa sababu wakati mwingine wanaona kama huu mchezo ni mchezo wa mabwenyenye, ndio maana hawautilii manani kabisa, hatupati ile support. Lakini wakitupatia tu like viwanja, alafu waweze kutrain our coaches. Manake most of these coaches kama coach Vincent hapa na Vini na Goi walikuwa wachezaji wa national team. Sasa ndio wanaendelea pia kucoach. Tukapata usaidizi kama huo na funding, pia sisi tukue flagged off tukienda tulichomoka tu hivi Linda hata useme flagged off, sema hata sisi bana pia. Kwa hiyo 1,000,000 Harambee Stars ndio hivyo sasa. Hata sisi jamani tukipatiwa 2-3 tutashukuru. Kwa haraka tu pengine hakuna zuri ambalo halina dosari, kando na mambo ambayo Linda amezungumzia, ufadhili na serikali kutotilia maanani pengine miundo misingi. Ni yapi pengine ambayo ungependa? Yote anaweza changia tu, kwa na mic unaweza changia, ukisikia kama unawashwa unazungumza. So mimi ningeomba serikali vile tulikuwa huko sisi kama coaches na players, si ati tulikuwa treated vizuri like kama coaches, hatukuwa treated kama coaches. Vile tulipata, vile tulienda, wengine wetu hivyo ndio tulirudi. Ukiangalia some of the players, around 15 players, not around 15 players walipata per diem, 0 official, 0 coach. Ukiangalia wengine wetu tunajitegemea, wazazi wanatutegemea. Kama mimi sasa nimetoka nyumbani, nyumba imefungwa. Nimetoka majuu for the first time mimi kulala njaa. So tulikuwa naomba serikali kama inaweza tusaidia. Tumerudi mikono bure hivi. Hata sasa fair kutoka, mimi natoka Western national team coach. So nimeomba fair kutoka Western kukuja hapa, at least niko kwa show. Sijui hata vile narudi. Sijui hata nikirudi nitaingia wapi, nyumba nayo imefungwa. So tulikuwa naomba serikali kama inaweza tusaidia. Tuko na watoto 6, players 6 pia wanalia, hawajapata anything. So tulikuwa tunaomba tu serikali itusaidie. Unapata hata ile layover ile ya Doha
tulilala tu hapo hivyo kwa viti. Hatukuwa treated kama national team. Umeachiliwa na ilali nyinyi ni mabalozi wa Kenya. Manake amjenda kule kibinafsi, mmeenda na manake naangalia magwanda na timu, bendera ya timu ya taifa ya Kenya usio hadi ile ya Kenya. Siku za usoni pengine unajiona kiwa wapi? Siku za usoni pengine mpatie mwenzako kwa haraka tu. Siku za usoni unajiona wapi? Kwa haraka sekunde kama 5 hivi. Isa kutoka kwa experience ambayo nilipata kama coach huko Jeju, kwa miaka 5 ijayo bado mimi ni player in seniors. Tuna plan kwenda Olympics kwa sababu tuliqualify. So tutacheza qualifiers Africa twende Olympics, na vijana hapa ndio naona wakienda tutakuwa teammates huko tukipata ufadhili mzuri kutoka serikali. Na mwenzangu manyamaza bana, siku za usoni pengine unajiona wapi? Kiendelea kuchezea timu yetu ya Kenya. Niko ready kuendelea kucheza. Kuna jamaa hapa mvaa nyekundu lakini hajazungumza. Siku za usoni ungependa kwa wapi? Unajiona kwa wapi? Pengine kuna mchezaji ambayo nje kule ama hapa ambaye ungetamani kuwa kama yeye pengine siku za usoni? Basi mimi naonelea ya kwamba kama tunaendelea kwenda hizi games, we gain more experience. Tukipata hizo experience, tunaendelea the next game unapata tumeimprove na tenda mbali. Na mwenzako pengine? In future pengine unajionaje wewe? Ama umeamua baada ya Jeju wewe utaki kwenda tena nje ubaki tena hapa nchini? Hapana, mimi ningependa pia mimi in future at least hii game at least nibadilishie maisha. Nikuwe mtu at least wa maana mwenye anaweza jitegemea na mwenye anaweza saidia hadi maisha ya msee mwingine. Mbona ukaamua mchezo huu wa lacrosse? Mbona sio mchezo mwingine soka? Naangalia kimo chako unaonekana midfield pale, mpira unaweza mbona ukaamua lacrosse? Because a game ni poa, and like the more you play, as in uko na ile zili ya kuendelea kuicheza. Alafu ni ile tu dedication, as in umetry hizo sports zingine hazikuendei fiti, alafu hii iko sawa. Sekunde 2 pengine kwa haraka siku zoni. Mimi nilikuwa nasema kwa future at least pia mimi nionekane mahali kama defender, at least pia nikienda huko juu ni defeat ama defender wengine. Asante. Pengine uzuri wa sport haijulikani sana, so iko na more opportunities ya kugrow kuliko kama football. Watu wengi wanaicheza, kila mtu anaicheza. Uzuri hii watu wengi, so unapata better opportunity kuonekana, haiko oversaturated, hivyo ndio naweza sema. Linda, parting shot manake muda umeisha. 30 seconds. Zungumzia kwa wafadhili, sponsors, serikali na wachezaji ambao wangependa kujiunga nanyi lakini hawajajiunga nanyi kwa sababu hauelewi mchezo. Mnapatikana wapi? Mnafanya mazoezi wapi na kama haya? Asante sana. Yes. So huu mchezo unaendelea tunaendelea kukuza sana sana kwa Western. Kuna shule zingine ambazo tunaendelea kukuza huu mchezo. Na tuko na page ya Kenya Lacrosse Association, naam Vincent? Yes. So wale wanaweza tupata hapo, na pia kwa social media zetu mnaweza tupata hapo pia. Na tunaomba kila mtu, wafadhili wote, makampuni hizi kubwa, serikali tafadhali njoo msaidia wachezaji ndio tuweze kukuza pia timu ambayo inaweza enda kwa Olympics, iwasilishe nchi yetu. Na maanake pia kwa zile zera za inaitwa nini hii serikali yetu, ile mchezo sports is a key thing in the pillar, one of the yes, one of the pillars, correct. Yes. So please let's support these players, and the future is very bright for this sport, lacrosse. Asante. Yes. Penzi mtazamaji, ni wadau timu ya taifa ya mchezo wa lacrosse nchini walipeperusha bendera ya Kenya katika hadhi ya kimataifa kule Jeju, jijini Jeju nchini Korea Kusini, lakini wanasema hawajatiliwa maanani, na wanasema Waswahili kwamba usipotilia maanani talanta chipuka ni sawia na mgomba kushindwa na mkungue. Kwa hivyo serikali ijitolee
kupalilia talanta hizi zinazochipuka katika mchezo huu wa lacrosse. Sina la ziada, asante sana kwa kuniazima macho na masikio. Namuona dadangu Hadia Mwasiwa pembeni pale ananiambia, ananiashiria kidigo, Hassan muda umetupa kisoko, kwa hivyo wewe haya wacha mimi nifunganye vilivyo vyangu, tufanye vivi hivi baadaye. Kwa niaba watu walifanikisha makala haya zilizala viwanjani, mimi ni wako Hassan Juma. Shabash.